katika kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari ule wa 20 na nitasoma mstari wa 25 hadi 28. Ayubu 22 25 hadi 28. Kama umepata basi unaweza ukanisaidia kusoma. Kuinua uso wako kumwelekea Mungu, utamwomba yeye naye atakusikia, nawe utazitimiliza nadhiri zako, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunasema asante kwa sababu ya wakati huu. Mungu wa rehema, umetupa neema ya kuingia nyumbani mwako. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo limesomwa masikioni mwa watu wako. Tunajua ya kwamba Bwana una kitu cha kutukumbusha kupitia maneno haya. Baba wa milele, utusaidie Bwana, tuongoze. Tunakataa mpango wa kuzimu, kazi za yule adui Shetani, tukialika Roho wako Mtakatifu akawe kiongozi katika kila tunalolifanya mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo ninaacha yote haya mikononi mwako nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ayubu ni kitabu ambacho huwa hasa kinatufundisha kuhusiana na majaribu, kwamba tunaishi hapa duniani lakini kuna shida zinaweza kutokea kwa sababu hapa duniani kuna Shetani. Kwa hiyo kujaribiwa ni sehemu ya maisha ya mtumishi ama mtu wa Mungu. Lakini mstari huu tunaousoma ni mstari unaopatikana katika sura ya 22. Sura hii siyo maneno ya Ayubu, ni maneno ya Elifasi. Huyu alikuwa mpinzani wa Ayubu. Kwa hiyo unaweza ukasema pengine hayangefaa kuwa maneno mazuri sana kujifunzia, kwa sababu yalikuwa yanasimama kinyume na kile ambacho mtumishi wa Mungu alikuwa akihusika nacho. Lakini hapana, maneno mazuri tu ambayo tunaweza tukajifunza kupitia maneno hayo, kwa sababu Mungu aliyaruhusu yakaandikwa ili kutusaidia sisi kufahamu vile Mungu alivyo. Pamoja na kwamba aliyesema alikuwa mpinzani wa Ayubu, lakini haimaanishi kwamba alichosema alikuwa amekosea. Alichokuwa amekisema ni neno la Mungu hasa, lakini kosa lake lilikuwa ni kwa sababu amesema neno hilo akimsaidia mtu ambaye hakuwa kama alivyofikiria yeye. Lakini ndivyo Mungu alivyo, isipokuwa haikuwa hivyo kwa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka niyatumie maneno haya kumuonyesha Mungu alivyo katika maisha yetu. Katika mstari wa 25 anasema, naye Mungu atakuwa hazina yako, lakini anasema atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Watu wa Mungu, kitu ambacho tunapaswa kukifahamu katika mistari hii michache ni kwamba
kama nilivyozungumza toka asubuhi, hakuna nguvu ambayo wewe unaweza kuifanya ikaleta majawabu, ikaleta majibu katika maisha yako. Kama Mungu mkono wake haupo, pambana kufa na kupona, lakini hutakuwa na majibu sahihi kwa ajili ya mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa Mungu iko hivi, kama Mungu asiporuhusu upate kitu, unaweza ukakifanya kitu kwa ukubwa wake. Wale mnaolima mashamba, tukitumia mfano wa shamba, unaweza ukalima shamba ukapanda vizuri, ukalitunza na likastawi, lakini likaharibika wakati wa mavuno. Kikaharibika kabisa, usipate chochote wakati wa mavuno. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe hakukupa ruhusa ya kupata hicho ulichokipata. Ndio maana neno la Mungu linatuambia Mungu atakuwa ndio hazina yako. Kwa nini? Kwa sababu kila unachokipata ni kile ambacho kimepata ruhusa kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ilifaa sana wakati mwingine kujiuliza, kwa nini Mungu huwa anasema tunapoomba tuombe hadi riziki yetu ya kila siku, yaani uombe kupata chakula chako cha kila siku kutoka kwa Mungu, wakati huo huo wewe una hazina zako, una akiba zako. Kwa nini Mungu huwa anataka namna hiyo? Huwa anataka hivyo kwa sababu ana uhakika kwamba kile ulichokiweka ndani, asipokupa ruhusa ya kukitumia, hautakitumia wewe. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anayemfahamu Mungu, sio vile ulivyo navyo ndio hazina, lakini Mungu uliye naye ndio hazina yake, kwa sababu anaweza kukupa ambavyo haukuwa navyo, lakini vile vile anaweza kuruhusu ulivyo navyo uvitumie. Kama asipokuruhusu yeye, wewe huna kitu chochote kile. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa likimfahamu Mungu namna hiyo, huwa linafanya kazi ya Mungu kwa uzuri, kwa sababu hautajivuna kwamba hiki ni changu, na wala hautafanya choyo kwamba hiki ni changu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila ulicho nacho ni mali ya Mungu mwenyewe mpaka aamue kukupa wewe. Amina, watu wa Mungu. Katika mstari wa 26, hii sauti kama ina mwangwi fulani hivi, haiko vizuri, sijisikii vizuri. Sijui mnaweza kufanya nini watu wa nani huko. Anasema, kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Mtu yeyote anayemfahamu Mungu vizuri, anayefahamu kwamba haya yote yanatoka kwake, kwa vyovyote huyu huwa anamfurahia Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua bila Mungu mimi nisingekuwa hivi nilivyo. Mtu anayejiona yuko vizuri mwenyewe, huyo hamjui Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa nini huwa tunamfurahia Mungu? Huwa tunamfurahia Mungu kwa sababu tunajua ya kwamba hivi nilivyo ni Mungu. Bila Mungu mimi nisingefika hapa nilipofika leo. Bila Mungu mimi nisingekuwa na afya hii. Unajua kuna watu wengine wamekufa bila kuugua. Yaani sio wengine hawajui, hata yeye mwenyewe hajui kwamba mimi ni mgonjwa. Alafu anafika hapo anaanguka anakufa. Amekufa bila kujua kwamba anaumwa. Na wala hakumwambia hata jirani yake kwamba mimi ni mgonjwa. Lakini anakufa. Kwa nini anakufa? Kwa sababu mwenye uhai wake ameamua kuchukua kwa njia hiyo. Unataka, hutaki, unaelewa, huelewi, mwenye uhai ameamua kuchukua kwa namna hiyo. Kwa hiyo mtu anayemfahamu Mungu vizuri huwa anamshukuru Mungu kwa kila jambo, yaani kwa namna yoyote vile ulivyo, unajua ni Mungu ndio amekuwa sababu ya hivi nilivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona mtu anahangaika na vitu vyake, anahangaika na kazi zake, anahangaika na afya yake, anahangaika na, yani hana muda na Mungu, anahangaika na vitu vyake, ujue huyo hamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe.